teknolojia na ubunifu kwa kutoa rasilimali, mafunzo na jukwaa la ushirikiano kati ya wanafunzi, walimu ama wakufunzi, wazazi ama walezi, wabunifu pamoja na wadau wengine. Kwa wanafunzi, katika jukwaa hili lililoboreshwa la Digital Clubs, utapata fursa ya kujiunga na Digital Club uipendayo au kuanzisha klabu mpya. Utapata ujuzi wa teknolojia mbalimbali, ushauri wa kitaaluma, taarifa kuhusu masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani STEM, pamoja na fursa za kubuni na kuvumbua teknolojia za kidijiti. Kwa walimu na wakufunzi, unaweza kusajili Digital Clubs kwa ajili ya shule au chuo chako au kujiunga na klabu iliyopo na kuhamasisha wanafunzi kujiunga. Pia, utapata fursa ya kuendelea kujifunza tafiti mbalimbali za kiteknolojia. Kwa wabunifu chipukizi wa teknolojia, yani startups, utapata fursa ya kufahamu rasilimali za bure zinazotolewa na TCRA kwa ajili ya majaribio ya bunifu pamoja na kuelewa mchakato wake. Kwa wazazi na walezi, kupitia jukwaa hili, utapata vidokezo vya usalama mtandaoni kwa watoto pamoja na taarifa mbalimbali kuhusu ujuzi wa teknolojia za kidijiti. Unangoja nini? Usikubali kupitwa na fursa hii. Tembelea digitalclubs.tz kufahamu zaidi. Digital Clubs, uvumbuzi na ubunifu kidijiti. Karibu kwenye jukwaa la Digital Clubs lililoboreshwa. Jukwaa hili limebuniwa mahususi kwa wanafunzi wa shule za awali, msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu na hata wasio wanafunzi ambao wanapenda kuunda bunifu za teknolojia, yani startups au innovators. Jukwaa hili linalenga kutanua wigo na kuongeza hamasa ya kujifunza masomo yanayohusisha za kiteknolojia. Kwa wabunifu chipukizi wa teknolojia, yani startups, utapata fursa ya kufahamu rasilimali za bure zinazotolewa na TCRA kwa ajili ya majaribio ya bunifu pamoja na kuelewa mchakato wake. Kwa wazazi na walezi, kupitia jukwaa hili, utapata vidokezo vya usalama mtandaoni kwa watoto pamoja na taarifa mbalimbali kuhusu ujuzi wa teknolojia za kidijiti. Unangoja nini? Usikubali kupitwa na fursa hii. Tembelea digitalclubs.tz kufahamu zaidi. Digital Clubs, uvumbuzi na ubunifu kidijiti. Mtazamaji, hujambo na karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu mubashara kupitia channel ya YouTube ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, na mwenyeji wako naitwa Beni Mwanantala. Leo mtazamaji, kama ambavyo unafahamu kwamba katika wiki yote hii tumekuwa katika kindumbwe cha wiki ya ubunifu, ambapo vijana kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania wamekusanyika hapa katika ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakionyesha bunifu zao mbalimbali, lakini pia kubadilishana mawazo na vijana wenzao. Sasa leo mtazamaji, tukaamua tuje mbashara kama kawaida yetu TCRA kuonesha namna ambavyo TCRA imekuwa na mchango mkubwa katika kutoa rasilimali mbalimbali za kuwawezesha vijana hawa katika bunifu zao. Leo mtazamaji, tutakuwa na Geoffrey Steven ambaye ni mkurugenzi mtendaji kutoka Estate Soko, ambaye ni mgeni wetu kutoka hapa. Tutakuwa naye hapa mbashara kama kawaida, lakini kwa upande wa online tutakuwa na Dr. Gerard Kafuku ambaye ni meneja ubunifu na teknolojia kutoka Costech. Wote hawa tutabadilishana nao mawazo kuhusiana na wiki ya ubunifu. Lakini pia unaweza kufuatilia kipindi hiki kwa kuingia YouTube na kuweza kucomment, kushusha pale maoni yako. Pengine una maswali, una mapendekezo, una ushauri kuhusiana na wiki ya ubunifu. Kwa hiyo nikwambie tu mtazamaji, yote hayo yatawezekana na tutasoma maoni yako. Lakini pia unaweza ukatembelea katika ukurasa wetu wa Instagram ambao ni TCRA_Tanzania, TikTok ni TCRA_Tanzania, Threads ni TCRA_Tanzania. Wapi kwingine nimesahau? Tuna ukurasa rasmi wa TCRA kupitia channel ya WhatsApp ambao ni TCRA_Tanzania. Kote huko mtazamaji unaweza ukashiriki na tukawa pamoja. Sasa mgeni wangu hapa studio ni ndugu Geoffrey Steven ambaye ni mkurugenzi mtendaji kutoka Estate Soko. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Naam, na mimi ni Beni Mwanantala. Huko nyuma kuna timu kubwa ambayo inafanikisha matangazo haya. TCRA tumekuja moto kweli kweli kukuonesha fursa zilizopo kwenye tehama. Geoffrey, wiki ya ubunifu umeionaje kwanza? Kwanza nichukue nafasi hii. Ndio.
kushukuru watu ambao, taasisi ambazo zimeshirikiana kuweza kuandaa jambo kubwa kama hili kwa sisi wabunifu. Imekuwa wiki ambayo ni productive, tunasema kwamba sisi wabunifu tumeweza kukutana na wadau mbalimbali ambao tunawahitaji ili kuweza kufanikisha kazi zetu ambazo tumezibuni. Kusema kweli ni wiki ambayo tumepata fursa nyingi sana. Tumekutana na watu ambao wametujuza vitu ambavyo tulikuwa hatujui before, nini cha kufanya ili kuweza kufikia hatua fulani katika development zetu tunazozifanya kila siku. Ndio. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuipongeza taasisi zote zilizoshirikiana katika kufanikisha hii, na sisi wabunifu tunasema tuko tayari kushirikiana na wadau wao kuweza kufikia malengo yetu. Safi kabisa. Tunafahamu kwamba TCRA wanahusika na utoaji wa rasilimali za mawasiliano. Nataka kufahamu kwako wewe, rasilimali hizi umezipataje na zinakusaidia vipi kwenye kazi yako ya ubunifu? Ndio. Mara ya kwanza nilipata rasilimali hizi za mawasiliano, nilitokea Costech. Nilitokea Costech wao wameingia katika makubaliano na TCRA ya kuweza kutusaidia sisi wabunifu kuweza kupata hizi rasilimali ambazo hali ya kawaida kimbunifu hauwezi kuzipata. Huwezi kuzipata, yes, sahihi. Kwa hiyo sisi ushirikiano huo mzuri wa Costech na TCRA ndio umetufanya sisi leo wabunifu kuweza kuwa na hizo rasilimali ambazo wanatupa kwa bure kabisa bila gharama zozote, ambazo sisi tunaweza kuzifanyia trial ya system zetu ambazo tumezibuni na kuona matokeo wapi pa kuongeza, pa kupunguza ili kwenda mbele na ubunifu wetu. Safi kabisa. Mtazamaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, ni kipindi mbashara kupitia channel ya YouTube ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, na mimi ni Beni Mwanantala. Mgeni wangu hapa ni Geoffrey Steven, mkurugenzi mtendaji kutoka Estate Soko, ambaye ni mgeni wetu hapa siku hii ya leo. Sasa hebu tupate picha kidogo tukufahamu kwanza. Historia yako fupi. Manake unajua nyinyi wabunifu, innovators, tunataka tuwafahamu mlipoanzia ili kuweza kuhamasisha vijana wengine waone kumbe kumbe njia nyepesi hii. Nikifuata ushauri, mawazo, uwezeshaji wa TCRA naweza kufikia lengo kama la mwenzangu Steven. Hebu tuambie historia yako fupi tangu unaanza wazo lako kwenye ubunifu. Asante. Nilipopata wazo la kibunifu na mawazo mengi tofauti. Sahihi kabisa. Kwanza unapopata wazo la kibunifu, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kwenda kuwafuata mamlaka husika ambazo zina sapoti wabunifu. Kwa mfano hapa mimi nilipopata wazo nilienda Costech nikapewa ushirikiano mzuri pale. Nilipotoka pale nikaenda Tildo nikapewa ushirikiano mzuri pale, nikafanya tafiti zangu pale. Ila ilivyokuja swala la kutaka kupata rasilimali ambazo zitanisaidia kuweza kufanikisha ile bunifu, ikabidi nende TCRA waweze kunisaidia ili niweze kufanikisha ule mfumo wangu. Kwa hiyo ndio historia fupi ya mimi mpaka kupata hizi rasilimali za mawasiliano katika mfumo wangu. Okay. Kuna watu wanaamini kwamba upatikanaji wa rasilimali za mawasiliano kutoka TCRA ni mchakato mrefu sana. Ni kweli? Hapana. Upoje? Kwa kwanza kama mbunifu unachotaka ukifanya ni kwenda Costech. Costech pale utawaeleza nini unataka kwa nini unataka hizo rasilimali za mawasiliano. Ndio. Utaonesha pale project yako ambayo umeifanya. Then Costech wakishajidhihirisha pale kwamba hii project au ubunifu unatija, then pale ndo wanakupeleka wapi? TCRA. Then pale TCRA ndo unapewa zile rasilimali za mawasiliano. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay. Na kwako wewe ubunifu wako tukumbushe kidogo, umesema umebuni kitu gani ambacho kimeleta solution kwenye jamii? Chuo poa. Chuo poa. Ndio. Chuo poa inakaaje hiyo? Chuo poa ni mfumo ambao unamsaidia mwanafunzi kuweza kufanya application zake za kujiunga vyuo vikuu pasipo kutumia internet, kwa kutumia simu yake ya kawaida, either smartphone au non smartphone. Kwamba mtu leo yuko kijijini anataka kujiunga form 6, anataka kujiunga chuo kikuu leo, anaja tena kutaka internet, anaja tena kutafuta smartphone, anaja tena kwenda stationery kutafuta huduma hiyo. Ni yeye mwenyewe na simu yake ndogo au simu yake kubwa, anatumia USSD code, then anafanya application za chuo kikuu, then anakuja chuo kikuu pasipo kuwa na shida, pasipo kutumia gharama nyingi zitakazomkabili yeye mwenyewe na wazazi wake.
Ndugu yangu Mtanzania, hasa wewe kijana msomi, ukifuatilia kipindi hiki kwa umakini mkubwa, utafahamu fursa na faida iliyopo kwenye TEHAMA. Unangoja nini? TCRA tunakuambia kwamba mitandao inalipa, TEHAMA inalipa. Umebuni nini kwenye jamii yako? Na sio kubuni tu, je, kimeleta solution? Kimeweza kutatua tatizo katika jamii yako? Basi ni maswali ya kujiuliza hayo. Sasa mtazamaji, kama nilivyokujuza kwamba sio tu Steven ambaye tunaye hapa, lakini online mambo ya kidijitali, mambo ya kidijiti. Online tunaye Dr. Gerald Kafuku ambaye yeye ni manager wa ubunifu na teknolojia kutoka Costech. Tunakwenda kuungana naye moja kwa moja na yeye. Nina maswali matatu ambayo natamani anijibu tuweze kufahamu kuhusiana na wiki ya ubunifu kwa mwaka huu 2025. Kumbuka mtazamaji, matangazo haya yanaruka moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, na mimi hapa dereva wako naitwa Beni Mwanantala Mzalendo. Sasa tunaungana hapa na Dr. Kafuku. Dr. Kafuku, karibu sana kwenye kipindi chetu mbashara hivi sasa, na nina maswali matatu tungependa kufahamu. Kwanza, swali la kwanza, tueleze kwa ufupi tu kuhusu wiki ya ubunifu Tanzania kwa mwaka 2025, ukiangazia kuhusiana na maadhimisho, walengwa na mafanikio. Lakini pia swali la pili, hebu tueleze nafasi ya serikali katika maadhimisho haya. Na tatu, kauli mbiu ya mwaka huu ni ubunifu kwa maendeleo jumuishi na yenye ustahimilivu. Costech, mnauelezeaje umuhimu wa kushirikiana na taasisi kama TCRA ili kufanikisha lengo hili? Karibu sana Dr. Kafuku. Mimi naitwa Kafuku Gerald, ni meneja wa ubunifu na teknolojia hapa Costech. Costech ni taasisi ambayo inaratibu, kusaidia na kuwezesha sayansi, teknolojia na ubunifu hapa nchini. Na hii wiki ya ubunifu ambayo inaendeshwa hapa nchini, hii ni zaidi ya mara 10. Yaani maana yake ni miaka 10 iliyopita tumeanza hii kazi. Na ilianza kidogo, tuna wadau wachache, sasa tuna wadau wengi zaidi. Na lengo lake kubwa ni kuweza kuwakutanisha wadau wote wa ubunifu na sayansi hapa nchini, kuanzia watafiti, vijana, wazee, watu wa mtaani, taasisi mbalimbali, ambazo lengo letu kubwa ni kuleta watu kwa pamoja kujadili maendeleo ya sayansi nchini na kuweza kurahisisha mazingira ya ufanyaji kazi za kibunifu hapa nchini, hasa kusaidia wabunifu na kampuni zao ambazo wanakuja nazo na bidhaa zao. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya haya maonyesho kwa miaka 10 iliyopita, na mwaka huu tunafanya pale ukumbi wa Mwalimu Nyerere, inaitwa GNICC, ambapo tumefanikiwa sana kuvutia wadau wapya kabisa mwaka huu ambao ni makampuni binafsi. Hii ni ishara kwamba wadau wanapokea sasa ili swala la serikali sasa linaenda kuwa swala la sekta binafsi. Kwanza serikali imekuwa ndio jukwaa la kwanza kabisa la kukutanisha hawa wadau. Wanafanya kwa kutoa vyote, yani tunatoa fedha za kuandaa, tunatoa jukwaa la kukutanisha na kuita viongozi mbalimbali. Kama jana umeshuhudia mmekuja mawaziri watatu kuzungumza na wabunifu. Waziri wa elimu Profesa Mkenda, amekuja waziri wa uwekezaji Profesa Kitila, kuja na waziri wa kazi na vijana Brother Katambi. Kwa hao wote wanakuja kwa sababu ni serikali kuja kukutana na wadau wake kucement ile dhana kwamba sisi ndio injini ya kuendesha uchumi wa nchi, na bila sekta binafsi na wabunifu hatuwezi kwenda. Kwa mchango wa serikali mkubwa sana ni kwamba ni kuleta hawa watu na kuleta mazingira ambayo watakutana na serikali, wakaeleza matatizo yao, changamoto zao, wakatoa na maoni yao, na vile vile kuweza kukutanisha wadau wengi zaidi kuweza kugharamia hizi gharama za hizi wiki za ubunifu. Sababu hizi hazifanyiki tu hizi wiki kama ubunifu, hapana. Tunakuwa na mashindano ya kibunifu ambayo yamefanyika kabla ya hii siku. Kwa hiyo wabunifu wengi sana wamefaidika na fedha za wahisani, na tumeshuhudia hata uzinduzi au matangazo ya mifuko ambayo mipya imeanza hivi karibuni ya kukopesha vijana, ambayo imetangazwa na waziri pale jana kwenye hii wiki ya ubunifu. Kwa hiyo hii ni jukwaa ambalo wabunifu wanapata kusikia fursa mpya na zilizopo na kukumbushana ambazo zinaendelea. Kweli kabisa tulikuwa na changamoto kubwa sana hapo nyuma, na bado ipo kidogo, lakini kwa upande wa TEHAMA, kwa TCRA tunawashukuru sana, sababu wabunifu walikuwa wanakuja na
bunifu ambazo zinahitaji kutumia masafa ya kidigitali ambayo nakuta TCRA wenyewe ndio wanakuwa wanayatoa haya masafa, na ili wapate masafa yale wanayalipia, na wale ni wachanga wakawa hawana fedha ya kulipia mpaka $2,000 huko 1000 ngapi. Kwa TCRA na ikaona ni vyema sasa tushirikiane na COSTECH kuweza kutoa ruhusa ya kutumia masafa hayo kwa kibali cha COSTECH na TCRA. Mbunifu anaomba kupitia COSTECH, sisi tunasema kweli huu ni ubunifu, tunamwandikia TCRA. TCRA anatoa masafa ya miezi 3, mbunifu anayatumia, akiona kama bado anahitaji kutumia zaidi anaongezea miezi mingine 3. Kwa hiyo tuliingia makubaliano na TCRA, kwa bunifu wote watema hapa nchini hasa wananufaika na hiyo platform, na wengi wanakuja na bunifu kama za matangazo ya YouTube, mifumo ya redio, hizi mitandao ya kutoa huduma naita online platforms ambazo zinahitaji kupata zile USSD codes ili wainteract na makampuni ya simu. Sasa hiyo yote imepelekea tu kwamba hata makampuni binafsi kama Vodacom, Tigo na hizo Airtel na zingine zinawaamini sasa, kwa sababu TCRA ambaye ni baba yao ambaye anawarekebu na kuratibu kwenye mambo ya masafa, yeye mwenyewe amesha wakubali. Kwa hiyo imepelekea kwamba hizi bunifu zinakuwa easily uptaken kwenye soko ukikompare na zingine ambazo sio za kitema. Kwa kwenye hii ni mchakato ambao tumefanya usiishe, ni endelevu, na tutashukuru kwamba TCRA sasa amekuwa karibu zaidi mpaka hata kwenye maonyesho haya ya ubunifu pia. Sasa tumekuwa na sisi tunafanya kazi wote kwa pamoja. Kwa hiyo nafikiri tu ili swala la ushirikiano lisiishe leo, na naomba tu nitoe pongezi na salamu na shukrani kubwa sana kwa uongozi wa TCRA kwamba wabunifu wetu ambao kila siku tumekuwa tumeshindwa kuamua, nyinyi mmetuamulia kwenye ile eneo la TEHAMA. Tunashukuru sana. Naam, mtazamaji, huyo ni Dr. Kafuku kutoka COSTECH. Tumemsikiliza kwa umakini na tumeweza kufahamu kuhusiana na wiki ya ubunifu kwa mwaka 2025. Bwana, umemsikia Dr. Kafuku Nimemsikia vizuri. Bwana, COSTECH ni watu ambao ni kama wanachonga barabara, unakuja unapokelewa na TCRA, unapata rasilimali alafu unasonga mbele na wazo lako. Kabisa. Na mimi nichukue nafasi hii, mimi Dr. Kafuku yeye ndo alisimamia mimi mpaka kuweza kupata safi kabisa hizi rasilimali. Swali langu lingine hapa kwako, ni rasilimali za aina gani ulizipata hizi za mawasiliano? Ni USSD codes. Okay. Ndio, zile nyota 150 nyota ngapi zile. Zile ndo nilipewa bure kabisa na TCRA. Wow. Ndio. Safi kabisa. Unaweza kumwambia nini kijana ambaye anakutazama hivi sasa kwenye hichi kipindi? Kwanza ni kuthubutu. Wewe kama ni mbunifu ambao uko nyumbani, unabidi uende katika mamlaka husika ambazo zinasapoti wabunifu kuweza kupata fursa fulani na kuweza kusaidiwa ili bunifu zako ziweze kwenda mbele. Ndio, kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwashauri pia wabunifu wengine kuweza kutumia hizi taasisi kwa sababu wapo kwa ajili yetu sisi. Na kuna wabunifu wengi sana mtaani na wengi sana hawana uwezo wa kuafford hizi rasilimali. Kupitia hizi taasisi COSTECH na TCRA, ushirikiano wao huu ambao umetusaidia sisi wabunifu, wautumie pia wabunifu ambao wako nyumbani leo kuweza kuzitumia hizi rasilimali za mawasiliano. Kwa sababu haziko moja tu. Kuna servers, kuna vitu vingi sana ni rasilimali za mawasiliano. Kwa hiyo sisi kama ubunifu, kama tumeona kama hii ni fursa, inabidi tuitumie. Kwa sababu ubunifu kila siku watu wanavumbua vitu vipya. Kwa hiyo tusiboteke, tuendelee kubuni kwa sababu serikali wapo kwa ajili yetu, watusaidia. Kwa hiyo ndio hivyo. Yeah. Na mtazamaji, naomba na mimi nikwambie tu kwamba wiki hii ya ubunifu imefanyika hapa tangu kuanzia Jumatatu. Inafanyika hapa. Nilifurahishwa na wabunifu wengi, lakini kuna mmoja ambao walijaribu kuonesha kwamba unaweza ukafika hapa ama ukawa unataka kusafiri. Either ndani ama nje ya nchi, lakini kwa sasa wameanza na ndani ya nchi. Alafu wanasema kwamba unataka kusafiri lakini hauna nauli. Kwa hiyo wao wanakuambia uwe na smartphone tu. Utashangaa kuna namna ambavyo mifumo inacheza, unapata nauli ya kusafiri kwenda na kurudi, alafu hela unakuja kuilipa baadaye. Yaani manake hii ni solution
imekuja kwenye jamii. Kabisa. Umeelewa Kwa hiyo mtazamaji, yanapotokea maonesho kama haya, maadhimisho kama haya, wiki ya ubunifu kama hivi, kijana mpenda maendeleo unayetumia mitandao, basi fika kwa ajili ya kujifunza, unaweza kufaidika na kuelimika. Hiki ni kipindi mbashara kupitia channel ya YouTube. Mimi naitwa Beni Mwanantala kutoka hapa TCRA. Tupate mapumziko mafupi, nitakaporejea kuna mengi mazuri yanaendelea. Usitoke. Katika mafunzo haya tulichaguliwa skuli 4 ambazo ni mbalimbali. Skuli hizo ambazo ni 4, kila kundi likaekwa wanafunzi 4 na makundi yakawa ni 5, ambalo kila kundi likaambiwa litafute changamoto waliona katika jamii yao, pia watafute suluhisho, ambao suluhisho linatokana na hiyo changamoto kupata usalama wa mtandao. Katika website ya usalama mtandaoni tulitumia vitu mbalimbali ambavyo kuwa ni mitandao ya kijamii, mbinu za wizi, matumizi sahihi, pia kwa msaada. Mbinu wanazotumia wizi wa mtandao: ya kwanza, mtumiaji wa simu kutoa taarifa zake mwenyewe. Hii inatokana na mtumiaji wa simu kutoa taarifa zake mwenyewe bila ya mtu kumjua wala kumfahamu na kumuuliza vitu mbalimbali. Usitoe taarifa zako binafsi kwa mtu usiyemfahamu. Mtu akikupigia simu ambaye kuwa hujamfahamu, humuelewi, hata sauti yake hukuwahi kuisikia, aweza akakutaja, mfano mimi niko Pemba, yeye yuko Unguja, yuko Dar au maeneo mengine, na kukwambia mimi mfano ni kaka yako au ni nani yako, na kuweza kukuibia kwa haraka kutumia mitandao. Simu tunatakiwa tuweke password, pia si simu peke yake. Simu, laptop, kompyuta na vitu vingi vinavyotumia mitandao katika jamii yetu. Asante mtazamaji, tumerejea. Lakini wakati tunaendelea na kipindi hiki mbashara kupitia channel ya YouTube ya TCRA, nichukue fursa hii kukukumbusha kwamba kampeni yetu ya Sitapeliki bado inaendelea. Kampeni hii inakutaka wewe mwananchi usikubali kutapeliwa na matapeli. Kwa mfano tu, mtu anakupigia simu anasema yeye ni mtoa huduma kutoka kampuni fulani ya mawasiliano. Tunakuambia hivi, mtoa huduma ataongea na wewe mwananchi kwa nambari 100 tu. Kama sio 100, huyo ni tapeli. Lakini pia ukiona kuna viashiria vya kitapeli, mfano unatumia ujumbe mfupi, bwana mimi mwenye nyumba wako, tuma hela ya kodi ya nyumba huku, ama mwanao anaumwa, tuma hela tumemkimbiza hospitali, hao ni matapeli. Chukua namba yule tapeli na ule ujumbe mfupi tuma kwenda namba 15040. Lakini pia jambo lingine la msingi mtazamaji, ni muhimu kuhakiki laini yako kama imesajiliwa na namba yako ya NIDA kwa kubonyeza *106 alama ya reli. Ni muhimu mno. Lakini usikubali kutumia kitambulisho chako kumpa mtu mwingine akasajili laini, ni kosa kisheria. Kwa hiyo tuzingatie mambo haya mtazamaji, ili tuweze kuwa salama katika matumizi ya mawasiliano. Mimi naitwa Beni Mwanantala, tupo mbashara hapa. Sasa mtazamaji, ni kwamba wiki ya ubunifu imeanza Jumatatu tarehe 12 na leo ni tarehe 16 ikifikia tamati. Tukuonyeshe sehemu ya video ambayo inaonyesha matukio haya kwa ujumla, kuhusu wiki hii ilivyokuwa, wabunifu wanavyoonekana na namna ambavyo hamasa ilikuwepo kwa mwaka huu 2025. Je, mwaka 2026 itakuwaje? Lakini tazama hii ya mwaka 2025, yani leo tamati ilivyokuwa. TCRA ipo hapa kwa ajili ya kuweza kuadhimisha wiki ya ubunifu. Lengo la kuadhimisha wiki hii ni kuweza kushirikiana na COSTECH, UNDP pamoja na mashirika mengine ambayo wamekuwa wakiratibu shughuli hii kwa ajili ya kuweza kutengeneza jamii yenye ubunifu, jumuishi na uendelevu. TCRA inahamasisha innovation. Imeweza kuratibu uanzishwaji wa jukwaa la Digital Club. Jukwaa hilo lipo kwa ajili ya kuwezesha vijana mbalimbali kuanzia kindergarten mpaka chuo kikuu kuweza kukutana, kupata elimu, kupata technique, lakini pia kupata fursa mbalimbali zitakazohusiana na tehama. TCRA imekuwa ikifanya shughuli za kuweza kuhamasisha wabunifu mbalimbali kuweza kufanya majaribio ya bunifu zao au miradi zao mbalimbali. Na hapa basi TCRA inaungana na COSTECH kuweza kuwapa resources wabunifu mbalimbali ambao wanahitaji kufanya bunifu zao zinazohusiana na uhitaji wa hizi resources za mawasiliano
So TCRA ipo hapa kwa ajili ya kuhamasisha wabunifu waweze kutumia fursa hizi kuweza kukuza bunifu zao ili waweze kuja kufaidika na uchumi wa kidijitali. Wow, mtazamaji umejionea namna ambavyo mambo yalivyokuwa, na hii ni mwaka 2025. Sasa ikitokea mwaka 2026 maadhimisho ama wiki ya ubunifu kama hii inafanyika hapa Dar es Salaam ama mkoa wowote, kijana mwenzangu, hakikisha unashiriki, kwa sababu kuna fursa zipo nyingi huko. Watu wana interact, wanakutana na watu kutoka na vijana wengine walitoka nje ya nchi walikuwa hapa. Nimeona kuna vijana kutoka Ethiopia walikuja hapa. Nimefurahi sana, nimeona kuna watu ambao wanaonyesha bunifu zao. Bana, haya mambo ya tema sio mchezo bwana. Kabisa. Kabisa. Umeniambia ulipata rasilimali za USD kutoka TCRA. Ni kweli kabisa. Nataka tufahamu zimekuwa na umuhimu gani kwenye bunifu yako? Asante. Umuhimu wa hizi rasilimali ambazo nilipewa na TCRA kiukweli zina umuhimu mkubwa sana. Umuhimu wa kwanza kabisa ni pale inapotupunguzia gharama za sisi kuweza kuzipata hizi rasilimali kwa ajili ya kuweza kusapoti kazi zetu ambazo tumezibuni. Kusema kweli, hii gharama ingekuwa kikwazo kwetu sisi, lakini kutokana na makubaliano kati ya COSTECH na TCRA ya kuweza sisi kutufanyia hizi rasilimali kuweza kupata kwa bila malipo yoyote, kwetu sisi tunaona ni umuhimu sana. Imetufanyia sisi kuepuka gharama nyingi ambazo tulikuwa tunazitarajia kukumbana nazo. Ndio. Ya pili, hizi rasilimali zimetusaidia kuonesha ubora wa mfumo wetu, kwa sababu tunapoenda present kwenye sehemu tofauti wanataka zile, yani ule mfumo wako uwe real, uonekane pale kwamba mawasiliano yatoke huku yaingie huku, yatoke huku, mifumo hii ishabiane. Sasa kiukweli bila rasilimali mifumo hiyo ikashabiana. Kwa hiyo kupitia hii programu ya TCRA na COSTECH kuweza kutusapoti sisi kwa kutupa hizi rasilimali kwa bure kabisa, ni kweli ni jambo la muhimu sana, na tunaomba TCRA wazidi kutupa hizi rasilimali bure zaidi na zaidi kwa wabunifu wengi zaidi. Ndio. Haya, mtazamaji, tumemsikiliza ndugu yetu hapa ambaye yeye tunaye hapa kwenye mjadala moja kwa moja, lakini yupo mwingine Dr. Kafuku ambaye yupo online. Dr. Kafuku, hapana shaka unafuatilia na wewe mjadala huu kutoka hapa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa JNICC, ambapo TCRA tupo mbashara kupitia channel ya YouTube. Sasa kuna maswali pia hapa nataka tuweze kufahamu kwa upande wa COSTECH. Pengine ni vigezo gani ambavyo mnavizingatia pindi mnapotaka kumsaidia mbunifu? Swali la kwanza. Lakini swali la pili, serikali kupitia COSTECH ina mpango gani wa kudumisha matokeo ya wiki ya innovation kwa kipindi kirefu zaidi? Na mwisho kabisa utuambie COSTECH imekumbana na changamoto gani kubwa katika kusaidia wabunifu kwenye sekta mbalimbali hapa nchini? Karibu sana Dr. Kafuku. Katika wiki ya ubunifu ni ya kila mtu, haina masharti kushiriki. Wote wanashiriki. Ingawa tu wakati mwingine watu wanasema kwamba wale ambao tumewasaidia ni wengi, ni zaidi ya 200. Wale ambao tumewasaidia na wabunifu karibu 30 mpaka 40 ambao wana bidhaa kabisa sokoni. Na zaidi ya 100 ambao wana tunaita potential products. Hawa watu tunawasaidia pia kuwaleta pale na kuwalipia kuonesha bidhaa zao. Hapo ndipo watu wanakuwa tuna vigezo vichache. Kama labda uwe tayari uko sokoni, una wateja, unaweza ukauza. Lakini kwenye mashindano kwenye kusaidia wabunifu, watu waelewe kwamba ubunifu lazima iwe ni wazo lenye mwelekeo wa kutatua changamoto ya teknolojia au technical solution. Wengi wanakuja hapa wanasema mimi nataka kuuza genge. Hapana, hiyo ni conventional business. Tunasaidia biashara ambazo zinatatua changamoto za kitaalamu, technological solutions. Kwa hiyo inabidi mtu awe ana wazo ambalo aidha amelitoa kwenye utafiti au ameliingilizia kwenye taaluma ya kitaalamu akalifanya kwa mazingira hapa nchini, tunaita reverse engineering. Wazo lile ni la kibunifu na kitaalamu ambalo lina thamani ambayo jamii au mtu anaweza akatumia akanunua. Huo ndo tunasema sisi ubunifu. Kwa kama mtu ana vigezo hivyo, tunampatia huduma aina 3 hapa COSTECH kama serikali. Huduma ya kwanza ni huduma ambayo ni maarufu sana ya kifedha. Hiyo ndio huduma ambayo kidogo imekuwa ni
ni maarufu mno. Huduma ya pili ni huduma ya kitaalamu. Kwa mfano, mtu anakuja hapa ni mfanye labda amesoma masoko au ni mbunifu wa mtaani, anaunda bidhaa. Ili bidhaa ili itimie, kuna watu mbalimbali kama maengineer, watu wa tehama na vitu kama hivyo. Kwa sisi tunamuunganisha na wataalamu wao ambao kwenye vyuo vikuu na watu wengine ili kuweza kutumia hivyo huduma za kitaalamu. Wakati mwingine tunatoa hiyo fedha ndio inalipia hizo huduma za kitaalamu. Huduma nyingine ambayo tunatoa ni kama hii ambayo tunafanya na TCRA, ni huduma ya linkage. Tunaunganisha hawa na mamlaka husika ili kuweza kupata huduma za kiserikali ambazo zitakupelekea waweze kuunda bidhaa zao na waende sokoni. Mipango yetu ni ya kudumu kutoka muda mrefu, na ndio maana kwanza mpango mkubwa ni kuongeza wadau wa kushiriki katika kuandaa haya mashindano. Huko nyuma tumekuwa na wadau tofauti kabisa. Wadau wetu wakubwa wamekuwa ni Funguo UNDP, lakini sekta binafsi tumeanza sasa kuona kwamba tumeshawashawishi sasa wanaelewa nini maana ya kusaidia hii wiki ya bunifu. Mwaka huu tuna Vodacom, tumekuwa nao kama washirika wakubwa sana, na tunategemea mwaka ujao tutawapa wengi. Kwa mfano, kupitia wiki ya bunifu pia tunajaribu kueleza ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kushirikiana kusaidia wabunifu. Changamoto kubwa ambayo tunaiona hapa ilikuwa ni yale bado elimu ya vijana wengi wabunifu na watafiti bado wanafikiri kwamba serikali bado haijaweka mazingira mazuri ya wao kufanya bunifu zao. Na hii ni elimu tu. Kwa sisi kupitia kushirikiana na TCRA kwa programu hii ambayo tunawasaidia wabunifu na watafiti wa tehama kupata hizi haya masafa, hii digital platforms. Kwanza kabisa tunasema kwamba hii haitasimama. Pili, kupitia vipindi kama hivi vya kwenda kwenye wiki ya bunifu, tunatoa elimu kwamba wawe na confidence kwamba hizo rumors ni za mtaani tu. Unakuta wengine wanakuta hawajasikia, lakini sio kama kuna changamoto kubwa sana ya kusaidia wabunifu. Kwa hiyo mimi nasema ni changamoto ambayo inahusiana na uelewa, sio changamoto ya kitaalamu kiasi hicho. Haya, mtazamaji, huyo ni Dr. Kafuku kutoka COSTECH. Tumemsikiliza kwa umakini kabisa akizungumzia kuhusiana na maswali ambayo nimemuuliza, ikiwemo mambo ya msingi wanayoyazingatia ili kumwezesha kumshika mkono mbunifu kijana wa Kitanzania kuweza kufikia lengo. Sasa kuna maoni hapa Watanzania wenzetu wameyatuma. Nikianza hapa na Love Construction Today, anasema nikiwa kwa mwenyekiti wa mtaa wa Ishinga nafuatilia mjadala kama wakati wa Nyerere. Wa Tanzania wabunifu sana, asante. Lakini pia Clement Velant anasema kazi nzuri sana mnafanya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Pasco Agustino anasema elimu nzuri sana. Deep Channel anasema tupo pamoja sana TCRA, tunawafuatilia. Okay, asante sana. Mwingine ameniuliza pia inbox, anasema kipindi kama hiki leteni katika vyuo jamani, vijana tunufaike. Sasa ipo hivi, kama chuo chako unahitaji tukutembelee, basi hakikisha kwamba mnajiunga katika klabu za kidijiti ili kuweza kupata picha kamili kwamba hawa ni wadau ambao wana hamu kweli kweli na tehama. Kwa hiyo hakikisha kwamba mnajiunga katika klabu ya kidijiti, inakuwa ni vyepesi basi kwa kipindi hiki kuweza kuwatembelea vijana ambao wanazungumza lugha moja ya tehama. Lakini sio kwamba wengine tutawafikieni, na sio Dar es Salaam tu, tutafika kila mkoa kwenye nchi hii ili kuweza kuambia kwamba tehama inalipa. Umemsikiliza bwana? Nimemsikiliza. Kabla hujasema lolote tupate mapumziko mafupi alafu tutakuja kuzungumza, sio? Sawa kabisa. Naam, mtazamaji, tupate mapumziko mafupi alafu nitakaporejea nitakuja kumaliza hapa na mgeni wangu. Kumbuka kuupdate kifaa chako cha mawasiliano, jilinde na udukuzi, usifungue link usizozijua, tuyadhibiti matumizi
ya kimtandao yasiyofaa kwa watoto. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA inasema ni rahisi sana kuwa salama mtandaoni. Jilinde dhidi ya udukuzi, kutofungua linki usizozijua. Dhibiti matumizi ya mtandao yasiyofaa kwa watoto. Ni rahisi sana kumtambua tapeli kama hajakupigia na nambari 100. Jua ni tapeli. Ni rahisi sana kuripoti utapeli kutuma namba ya tapeli kwenda 15040. Ni rahisi sana kuhakiki laini zako za simu kwa kubofya *106 alama ya reli. Ndugu yangu Steven, tumerejea tena baada ya mapumziko hayo mafupi. Umesikia maoni ya watazamaji kwanza? Nimesikia. Lipi umelipenda? Nilipenda hilo, yote nimeyapenda. Ndio. Ila kuna hilo moja ambalo ametoa kama ushauri wa kwamba TCRA uende kipindi hiki kiende kwenye vyuo kule. Kweli kabisa. Sababu kwenye vyuo kuna wabunifu wengi sana na wana products nyingi, wanashindwa waanze wapi, wamfuate nani. Kwa hiyo kupitia TCRA wakienda kwenye vyuo vikuu, rahisi wabunifu wataelewa jinsi ya kupata hizo rasilimali na jinsi ya kuzitumia na product zao kwenda masokoni. Safi kabisa. Safi. Hebu tuangazie, pengine unatoa rai gani kwa vijana wanaojikita katika ubunifu katika sekta ya mawasiliano? Kwanza ni kupambana. Kupambana na kufanya innovations ambazo ni kweli tunajua hapa kweli kitu kinaenda ku combat challenge fulani katika jamii. Ndio. Kwa hiyo wabunifu, wito wangu mkubwa sana tuangalie hata bunifu zetu tunazozibuni ziwe zinaenda kuwasaidia jamii kwa wingi. Tusibuni vitu ambavyo ni vya kawaida. Tupambane kwa sababu TCRA, COSTECH wapo kwa ajili yetu sisi. Tutumie hizi taasisi kuweza kufanikisha bunifu zetu. Kwa hiyo natoa wito huu kwa wabunifu, uko nyumbani kama upo nyumbani, kama uko chuoni, uje TCRA, uende COSTECH, ukaulize, upate uwe na curiosity, tunasema kwamba kutaka kujua jambo fulani. Ukifanya hivyo, mbunifu mwenzangu, utafika mbali na utapata hizo rasilimali masafa, then utafanya bunifu zako. Ushindani upoje baina ya innovators wa ndani na innovators wa nje kwenye swala kwenye maadhimisho kama haya? Ukiangalia namna ambavyo bunifu zetu na zao, tuna gap kiasi gani? Siwezi nikasema kwamba wametuzidi. Kwa sababu sisi tuna bunifu kubwa sana ambazo wao wenyewe wakija kama kwenye juzi hapo walikuwa wanashangaa watu wamebuni vitu vikubwa zaidi ya wao. Paka wenyewe wanashangaa kwamba kwa nini haijawa marketed? Kwa nini hii agenda let's ikasaidie wapi? Kwa hiyo unakuta wale wageni walipokuwa wanakuja wanashangaa kwamba hii bunifu, mbona bunifu nzuri, mbona haijafanya kazi, kwa nini? Unaanza kumuelezea, bwana, kuna changamoto 1, 2, 3, mimi nilisaidiwa na hizo mamlaka lakini mwisho wa siku sina pesa ya kuweka pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo tumewazidi wale, paka wenyewe wanasifia. Hatuwezi tukasema kwamba bunifu zao ni za mpya sana kushinda zetu sisi. Hapana. Ndio. Kuna watu wanajificha na bunifu zao kama hizi, hawataki kutoka mbele na kuzionesha, kupata mawazo, usaidizi na kadhalika. Unawaambia nini walioko maeneo mengine huko? Wache kufanya hivyo. Wache kufanya hivyo kwa sababu taifa bado linawahitaji wabunifu na taifa bado linahitaji kazi nyingi za kibunifu ili liweze kutatua changamoto nyingi za wananchi. Kwa hiyo tunavyojificha, it means kwamba tunaongeza shida kwa wananchi wetu, kwa wazazi wetu, kwa ndugu zetu. Kwa hiyo mimi nachotoa ushauri, sisi wabunifu tujitokeze katika hizi mamlaka husika, kuweza watuone, watambue product zetu ili kuweza kufikia malengo yetu. Sasa nataka tumalize hivi. Ndio. Mtu mwingine anaweza kadhani kwamba TCRA inasimamia tu mawasiliano. Ni kweli. Lakini kumbe TCRA imekwenda zaidi ya hapo katika kuwajengea vijana uwezo. Ni kweli. Kwenye masuala mazima ya ubunifu. Nataka utuambie kwako wewe, moja kwa moja tutakwenda kumaliza kipindi hiki. Ndio. TCRA, yani kwa maana kwamba tangu ulikuwa unafikiria wazo lako, yani ulikuwa tunasema una concept kwenye kichwa chako kwamba nataka kufanya kitu fulani. Baadaye ukaanza kuchakata. As a process, mwisho wa siku limekuja kuonekana wazo limekamilika timilifu hili hapa. TCRA moja kwa moja imekusaidia vipi? Mwambie mtazamaji tunamaliza kipindi hiki. TCRA kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kwamba
haisimamii tu mawasiliano. Yes. Mimi nilipofika TCRA pale kabla kupewa hizo rasilimali nilipewa kidarasa cha muda mrefu kuelekezwa matumizi ya hizo rasilimali. Walikuwa wanataka kujua background ya innovation yangu ili wanisaidie na wanipe mawazo mengi, na mawazo mengi sana niliyapata kutoka TCRA. Ndio. Na jinsi gani nitayatumia yale mawazo kuweza kuboresha ile ubunifu wangu. Ndio. Kwa hiyo wabunifu tusikae nyuma. Hizi taasisi kwa mfano TCRA haitoi tu mawasiliano, haisimamii tu mawasiliano. Mpaka wabunifu wanatusaidia kama sisi leo hii nimesaidiwa na TCRA, nimepewa rasilimali, nimefanya trial ya system yangu imeenda vizuri mpaka sasa hivi iko sokoni. Kwa hiyo itoe rai hii kwa wabunifu, tusijifiche. Tujitokeze kwa ajili ya kuweza kuisaidia taifa letu. Ndio, na TCRA msichoke kutusapoti. Mtu support kwa kila kitu ambacho tunawaletea. Hivyo itasababisha hata bunifu za nchi yetu kwenda mbele zaidi. Haya, kumbuka tu kwamba usitoe huduma ya mawasiliano bila kuwa na kibali kutoka TCRA. Ni jambo la msingi sana. Zingatia tu hilo, kwa maana kwamba ili mawasiliano yaweze kuwa salama na sahihi, fahamu kwamba hiyo ni kazi kubwa inayofanywa na TCRA ya kusimamia mawasiliano, lakini pia kusimamia fursa mbalimbali ambazo vijana wanaweza kuzipata kupitia masuala mazima ya TEHAMA. Mtazamaji, mimi nikushukuru sana na naamini kabisa kwamba umeweza kufurahia kipindi hiki ambacho kwa kweli kimejaa pomoni. Kimejaa fursa, kimejaa elimu kede ambayo umeipata kupitia kipindi hiki. Sasa kipindi kama hiki kinakujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 kamili jioni hadi kuelekea saa 1 tukiwa tunaelekea tamati. Na nikukumbusha tu kwamba unaweza kufuatilia kipindi hiki kama ulichelewa kupitia ukurasa wetu wa YouTube, kwa maana ya channel ya YouTube ambayo ni TCRA_Tanzania. Lakini pia upande wa Facebook ni TCRA_Tanzania, Instagram ni TCRA_Tanzania, TikTok ni TCRA_Tanzania, Threads ni TCRA_Tanzania. Lakini pia kuna channel ya WhatsApp ambayo ni TCRA_Tanzania. Huko nako kuna fursa nyingi unaweza ukazipata. Ndugu yangu Mtanzania, mtu asikwambie umeshinda bahati nasibu ambayo hukuwahi kucheza, alafu anakuambia ili kupata milioni 50 ulioshinda tuma shilingi 50,000 uweze kupata hela yako. Utatapeliwa. Na TCRA tunasema sitapeliki. Bana, hii message imekufikia wewe? Kila siku inanifikia. Imekufikia? Kila siku. Hatuchoki kutuma. Kwa sababu tunaamini kwamba ili watu elimu iendelee, lazima wajue kwamba nini sitapeliki. Kabisa. Mtazamaji, mimi naitwa Beni Mwanantala. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, niseme asante na nikutakia usiku mwema usio na shida ya mbu hivi. Asante. Karibu kwenye jukwaa la Digital Clubs lililoboreshwa. Jukwaa hili limebuniwa mahususi kwa wanafunzi wa shule za awali, msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu na hata wasio wanafunzi ambao wanapenda kuunda bunifu za teknolojia, yani startups au innovators. Jukwaa hili linalenga kutanua wigo na kuongeza hamasa ya kujifunza masomo yanayohusisha teknolojia na ubunifu kwa kutoa rasilimali, mafunzo na jukwaa la ushirikiano kati ya wanafunzi, walimu ama wakufunzi, wazazi ama walezi, wabunifu pamoja na wadau wengine. Kwa wanafunzi, katika jukwaa hili lililoboreshwa la Digital Clubs, utapata fursa ya kujiunga na Digital Club uipendayo au kuanzisha klabu mpya. Utapata ujuzi wa teknolojia mbalimbali, ushauri wa kitaaluma, taarifa kuhusu masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani STEM, pamoja na fursa za kubuni na kuvumbua teknolojia za kidijiti. Kwa walimu na wakufunzi, unaweza kusajili Digital Clubs kwa ajili ya shule au chuo chako au kujiunga na klabu iliyopo na kuhamasisha wanafunzi kujiunga. Pia utapata fursa ya kuendelea kujifunza tafiti mbalimbali za kiteknolojia. Kwa wabunifu chipukizi wa teknolojia, yani startups, utapata fursa ya kufahamu rasilimali za bure zinazotolewa na TCRA kwa ajili ya majaribio ya bunifu pamoja na kuelewa mchakato wake. Kwa wazazi na walezi, kupitia jukwaa hili utapata vidokezo vya usalama mtandaoni kwa watoto pamoja na taarifa mbalimbali kuhusu ujuzi wa teknolojia za kidijiti. Unangoja nini? Usikubali kupitwa na fursa hii. Tembelea digitalclubs.tz kufahamu zaidi. Digital